Mimi naipenda sana shule, lakini maisha ndo shule yenyewe. Ukiawini maisha umesoma. Usinitishe na Kiingereza, nitishe na maisha ulionayo. Kwa hiyo mapambano yako makubwa ni kupambania kuyaweza maisha. Ndio maana wengi wana vyeti lakini wameshindwa maisha ya uhalisia. Kwa sababu kuna kukremishwa darasani, alafu kuna uhalisia wa maisha. Ambao huo uhalisia wa maisha kwa maisha ya leo, asilimia zaidi ya 60 tunayo yakutana nayo hatujafundishwa darasani. Hakuna somo la wanafiki kule. Sema amina. Amina. Wangeweka mitaala fulani namna gani ya kuishi na wanafiki katika kufanyaje? Kuyumbisha maono yako. Alafu anamuita teacher IPM pale. Tulia hapo IPM, tunakupa darasa. Hebu fundisha namna ya kupambana na maisha. Hakuna hilo somo shuleni. Namna ya kupambana na maisha. Hakuna. Hata biashara zenyewe unafundishwa biashara zenyewe au haufundishi biashara. Hata hao wanaofundisha biashara mitandaoni bado hawana elimu ya kufundisha biashara za uhalisia. Hakuna tajiri duniani anaweza kukaa kwenye TV akatoa siri za biashara zake. Hayupo. Nakwambia mimi, niamini mimi, hayupo. Kwa sababu kila utajiri una aibu. Na kila utajiri una siri. Kuna kitu kinaitwa siri za kampuni. Kwa hiyo mimi nije nikwambie, kwenye sheli yangu nimeweka mtu pale. Yaani nikae kwenye TV namna ya utajiri wangu, hii sheli yangu nimeweka msukule hapa. Kuna mtu anaweza kusubutu kusema hivyo? Maana yake hata ndugu zako huwezi kusubutu kufanya kuambia hivyo. Lakini sheli uweki kuku. Sheli huwezi kuweka kuku kwenye sheli. Hapo ni mambo haya matatu. Mbuzi na wawe wengi mno. Ngamia la tatu. Kwa mimi nikae kwenye TV jamani, hakuna. Wanatuambia tulimeni, ingieni kwenye viwanda, lakini hawasemi changamoto za kwenye viwanda. Najua shamba, mimi nimelima shamba, najua kabla ya kulima unatakiwa ufanye ulitengeneze shamba. Wale wafanya kazi nao unawatengeneza. Unapopanda pale unatengeneza. Inapoanza kukua ikichomoza tu hivi unatengeneza. Katikati unatengeneza, na siku ya kuvuna pia unatengeneza. Hiyo kazi ni